Fikiria unatoka kazini alafu unaingia chumbani unakutana na mke wako akiwa kitandani na dada yako. Je, utafanya nini? Hiki ndicho kilichotokea kwa ujamaa anaitwa Alex. Na kabla sijakueleza kitu gani kiliendelea baada ya hapo, basi ni kurudisha nyuma kidogo ili tuweze kuelewana. Alex anaishi na dada yake. Dada yake anaitwa Chineye. Na kila siku Alex anagombana na dada yake kuhusu swala la kuolewa. Yaani Alex hajawahi hata siku moja kumuona dada yake akiwa na mwanaume yoyote, na anatamani siku moja Chineye apate mwanaume atakayemuoa. Chineye hataki kabisa kuolewa, anasema muda ukifika nitaolewa, ila kwa sasa sitaki kabisa kulazimishwa. Alex anasema inabidi uolewe kwa sababu mimi pia nina mpango wa kumwoa Amanda, na tena kesho atahamia hapa rasmi. Chineye anajibu, yaani Amanda akija hapa basi nitayafanya maisha yake kwa magumu sana. Kuhusu swala la kuolewa nitaolewa nikitaka kuolewa kaka. Hivi ushawahi kuona wakitoa tuzo kwa watu waliooana? Kwanza kila siku watu walio kwenye ndoa wanaachana na bado wanalazimisha niolewe. Chineye anaondoka zake. Sasa hapa kuna jambo la kushangaza. Kumbe Chineye ana mahusiano ya kimapenzi na rafiki yake wa kike kwa jina la Cynthia, na hii ndio sababu inamfanya akatae kuolewa. Alex hajui chochote kuhusu hili swala. Dada yake anabebika, na kupenda sana Cynthia, unanipa furaha, amani na upendo. Cynthia anajibu, na kupenda pia Chi. Baada ya hapo wanapelekana chumbani kukiwasha. Siku iliyofuata Amanda anahamia nyumbani kwa Alex na dada yake. Chineye hapendi kabisa kumuona Amanda, anamfokea kila mara. Hivi inawezekanaje mwanamke mzima kama wewe hujui kupika Hii mara yako ya kwanza na ya mwisho kuingia jikoni kwangu, umesikia? Amanda anajibu, una haki ya kula au kutokula chakula nilichopika. Chineye anajibu, unasemaje? Unapata wapi ujasiri wa kunijibu hivi kwenye nyumba yangu mimi? Amanda anasema, hii nyumba ni ya mume wangu pia. Baada ya maneno kuwa makali, Alex anashuka chini. Kitu gani kinaendelea hapa? Kaka, kwa hiyo huyu ndiye mwanamke utakayemuoa sio? Alex anajibu, unamaanisha nini? Mwanamke wako hajui hata kupika. Kwa hiyo hiki ndicho chakula ambacho mtakuwa mnakula siku zote za maisha yenu ya ndoa, si ndio? Chineye anaondoka. Alex anamfuata nyuma. Hivi una shida gani Kwa nini unakuwa hivi? Kaka, mimi sina shida na mke wako. Naomba umwache Amanda kama alivyo tafadhali. Baada ya hapo Alex anapata kazi sana kumbembeleza Amanda kutokana na tabia mbovu ya dada yake. Amanda anajitahidi ila hali sio shwari kabisa. Maisha yanaendelea. Siku iliyofuata Cynthia anakuja nyumbani kumtembelea Chineye. Ametoka safarini hivyo atakaa hapa kwa siku chache. Alex anasema, angalau rafiki yako amekuja kidogo nitapata amani humu ndani. Cynthia anajibu, usiniambie alikuwa anakusumbua. Wanaendelea kupiga stori ila sio kwa hiyo mipinduko ya Cynthia. Yaani mpaka Alex akaamua aondoke kwanza, maana sio poa. Moja kati ya sababu iliyomfanya Cynthia aje hapa nyumbani sio kwamba anampenda Chineye tu, bali anampenda pia kaka yake ambaye ni Alex. Kwa hiyo amekuja hapa ili kumsaidia Chineye kwa pamoja waweze kumtimua Amanda humo ndani. Wanasuka mipango ili Amanda aondoke, akishaondoka Cynthia apate nafasi ya kuwa na Alex. Baada ya siku kadhaa balaa likaanza mle ndani. Chineye kaingia chumbani kwa kaka yake, anatafuta mkoba wake. Mkoba wangu uko wapi? Isije ikawa huyo mwizi humo ndani kashauiba. Amanda anamsikiliza tu. Chineye anaukuta mkoba wake kwenye kabati la Amanda. Nilijua tu, huu mkoba umefikaje hapa Uwezi kununua mkoba wako kwa hiyo kaamua uibe wa kwangu, si ndio? Maskini mkubwa wewe. Amanda anajaribu kujitetea lakini wapi. Mara ghafla Alex anaingia. Chineye, mimi ndiye niliyeuleta huu mkoba humo ndani. Nilikuwa natafuta sample za mikoba kama hii na nilisahau kuurudisha. Chineye anajibu, hapana, najua unamtetea huyu mwizi wako. Alex anashindwa afanye nini. Amanda anaondoka kwa hasira. Unaambiwa ni usiku sana ila Amanda hajarudi nyumbani. Alex anamfuata Chineye. Hivi una shida gani wewe? Tabia gani umeianzisha humu ndani? Hii tabia siipendi kabisa. Inanipa hasira. Chineye anajibu, mimi niko sawa, sina kosa. Kosa langu ni nini sasa? Kumjali kaka yangu, sio? Alex anajibu, sitaki na sipendi kabisa unachomfanyia Amanda. Kitu chochote kikimkuta na kuahidi utajuta mimi kuwa kaka yako. Ni usiku sana na sasa hivi bado hajarudi. Chineye anajibu, hii sio nyumba yake, itakuwa kaenda nyumbani kwake. Alex anajibu, sali sana kitu chochote kibaya kisimkute. Alex anatoka kwenda kumtafuta Amanda, anarudi nyumbani baadaye. Chineye anamuuliza, vipi umemuona? Alex anajibu, sali sana kitu chochote kibaya kisimkute. Asubuhi ilipofika Chineye anamfuata tena kaka yake. Anamuuliza, vipi amekutafuta? Je, amekupigia simu? Alex anajibu, kitu gani unajali kuhusu Amanda Niambie, kitu gani unajali kuhusu Amanda? Hiki ndicho ulichokitaka, si ndio? Sasa kwa nini unajifanya unamjali sasa hivi? Samani kaka, sikujua kama angekasilika kiasi hicho. Unajua Amanda kanitafuta na unajua kasemaje? Kasema hawezi kuwa na mwanaume ambaye familia yake haimtaki. Amesema ananipenda sana, ila hataki kuwa na mimi kwa sababu ugomvi kati yangu na wewe unamfanya jisikie vibaya.
Kasema hataki kuwa sababu ya ugomvi kati yangu mimi na wewe, yaani mbali na yote uliyomfanyia bado anakujali wewe. Baadaye anakuja kuchukua mizigo yake. Sitakuwepo kwa sababu siwezi kuvumilia. Naomba umuache afanye anachokifanya kwa amani, aondoke. Mida fulani ilipofika, Amanda anarudi nyumbani, anabeba mizigo yake na kuondoka. Chiney na Cynthia wanasherehekea, unaambiwa wameweka mziki mkubwa humo ndani, ni mibuno tu. Alex anarudi, mbona mziki mkubwa humo ndani, kuna nini? Oh, Cynthia, habari yako? Cynthia anajibu, salama tu. Alex anasema, leo usiku rafiki yangu anafungua klabu yake, kwa hiyo kama hamtojali tutaenda wote. Cynthia anakubali. Wanaenda klabu, mwanetu analewa sana kiasi ambacho Cynthia anamsaidia kumpeleka chumbani. Cynthia anaona hii ndio chance sasa, anamvua nguo zote Alex. Alex anashtuka asubuhi na kumkuta Cynthia amelala kitandani kwake. Unafanya nini hapa? Cynthia anajibu, labda nikuulize wewe, nimefikaje hapa? Unafanya nini hapa kwenye kitanda changu? Kwa hiyo hii ndio shukrani ninayopata baada ya kukuokota kutoka kule klabu mpaka hapa kitandani kwako? Alex anajibu, asante, unaweza kuondoka sasa. Cynthia ana balaa sio poa, anasema, ngoja nikwambie kitu, yaani sio kwa ulichonipa usiku wa kuamkia leo. Sijui ni kwa sababu ulikuwa umelewa au ndio ulivyo. Alex kujicheki hivi kweli hana nguo. Anauliza, nguo zangu ziko wapi? Hatujafanya kitu chochote mimi na wewe. Cynthia anasema, hivi uko serious kweli? Yaani jinsi ulivyonipa ile mipinduko sio poa, unataka kuniambia umesahau au? Alex anamfukuza Cynthia chumbani kwake. Chiney anakasirika sana baada ya kumwona Cynthia akitoka chumbani kwa kaka yake, yaani usiku mzima kalala na kaka yake. Chiney anampenda Cynthia, kwa hiyo anawivu sana. Cynthia anataka kuwa na Alex na wakati huo huo kuwa na Chiney pia, yaani sio poa. Baada ya muda kupita tayari Alex kashaingia kwenye mahusiano na Cynthia. Cynthia anataka Alex amchumbie, amvalishe pete ya uchumba ili maandalizi ya ndoa yaanze. Alex anamwambia asijali, ampe muda kidogo kwanza. Alex anaenda kuongea na dada yake ili amshauri kuhusu kumuoa Cynthia. Chiney anamwambia, mwambie akuzalie kwanza ndio umuoe. Alex anakubali. Mida ya usiku ilipofika, Alex anamwambia Cynthia, nitakuvalisha pete ya uchumba ili tuoane, ila kuna kitu nilikuwa nataka kwanza. Cynthia anajibu, niambie chochote nitakufanyia. Alex anasema, nataka mtoto kwanza. Cynthia anajibu, kwa nini au hauniamini? Alex anasema, hapana, ila hiki ni kitu ambacho nilikuwa nakitaka tangu zamani. Cynthia anakubali ila kishingo upande. Cynthia anapitia wakati mgumu sana, hataki mtoto na ukweli ni kwamba anampenda Alex kwa sababu ya mali tu na sio kwa sababu anataka kumpa mtoto. Cynthia anaenda kuongea na Chiney, anamwambia, mimi sitaki mtoto na ni kwa sababu nataka kuwa na mahusiano na wewe pia. Chiney anajibu, mimi sikutaki, na kama unamtaka kaka yangu basi inabidi umzalie kwanza, na kama ukiendelea hivi nitamweleza ukweli wote kaka yangu. Baada ya siku kadhaa, Cynthia anamfuata Alex, anafuraha sana, kashika karatasi inayodhihirisha kuwa ana mimba. Alex anafurahi sana na siku iliyofuata anampa taarifa dada yake kuwa Cynthia ana ujauzito wake. Cynthia anamfuata Chiney na kumweleza ukweli wote kuwa hana mimba, ila alifoji ile karatasi ya kliniki inayomuonesha ana mimba. Chiney anasema, chochote unachokifanya naomba usinishirikishe, sitaki mahusiano na wewe, niache tafadhali. Cynthia anamtishia Chiney kuanika ukweli wote kwa Alex. Hii inamfanya Chiney akubali tu kurudiana na Cynthia bila kutaka. Wakiwa kitandani, Alex anawakuta, aamini anachokiona. Baada ya hapo Chiney anamweleza ukweli wote Alex, ukweli kuhusu Cynthia na mipango yote walioifanya ili kumtimua Amanda. Ukweli wote kuwa Cynthia hana mimba yake, yaani kiufupi Chiney anaongea kila kitu. Alex aamini anachokisikia, anamwambia Chiney amwambie Cynthia abebe mizigo yake na aondoke. Baada ya siku kadhaa Amanda anarudi nyumbani kwa Alex. Alex anamwomba msamaha, wanarudiana na kuanza maisha mapya. Na huu ndio unakuwa mwisho wa movie yetu kali. Mimi naitwa Eri, all the way from Eri TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ya video yetu ili wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo nitaendelea kukuletea kila iitwapo leo. Asante na ciao.